binadamu wazoe ndivyo alivyo. Binadamu wazoe ndivyo alivyo. Kumbe ni wewe mche mjamzito. Na huku umefuata nini? Wakati nimekuachia nyumba pamoja na mume wangu. Wewe kumbe malaya eh? Alafu wewe kijana mtanashati umemtoa wapi? Yaani siku chache tu ushapata mwanamume mwingine. Na huyu mvulana mtanashati anakaa kona vitu vyangu. Yaani mvulana mtanashati kama huyu anafawe na mtu kama mimi. Hivi wewe mche mjamzito unajikuta nani? Usinijaribu tena uwezo wangu. Huyu mwanaume wa sasa ukinipokonya, nitakuzalisha kabla ya siku zako. Stano, njoo kwangu. Nitakupa mti wenye majani yake ni pesa. Yaani namaanisha nitakupa utajiri. Hope mpenzi wangu. Si unasikia ameniita kwa jina yangu? Kumaanisha si ananijua. Mpenzi, usimsikilize yule mche mjamzito. Anataka tu kukutumia kwa faida zake binafsi. Yule ni mchawi. Stano, hebu tizama. Niko na uwezo wa kukufanya uwe tajiri dunia mzima. Hope, mimi napenda maisha mazuri. Napenda maisha ya kitajiri. Na natokea nipatane na wewe. Mimi sikuelewi. Na wewe kama vipi? Huyu mwenye unaita mchawi ndio yuko na mambo yangu. Mchawi mjamzito. Hapo sasa umenigusa babaya. Naondoka lakini nitarudi. Binadamu wazoe ndivyo alivyo. Mchungaji, umeona hiyo? Nimeona. Sasa huyu kijana wa mjini tayari ashatekwa na huyu mchawi mjamzito. Itabidi niende milimani nifunge na kuomba kwa sababu hiki kijiji imekuwa shida. Wewe ni mchungaji gani wewe? Ila mara nitafunga na kusali. Mimi nimekugundua wewe ni mchungaji wa mchongo. Kwenda huko. Last. Kwa hiyo umenikataa eh? Sikiza nikwambie wewe hauna maana kwa hiki kijiji. Nimekukataa. Fuata mambo yako, nifuate mambo yangu. Kwenda huko. Nayumba kila kijaribu dhoruba yansonga mi. Nayumba kila kijaribu dhoruba yansonga mimi.
Mume wangu, nimepita kijijini nikapatana na huyu kijana ametoka zake mjini, amekuja kutembelea familia yake hapa kijijini, lakini kwa bahati mbaya amewakuta wamehama. Kwa hivyo nimemleta aje tuishi naye pamoja, tumsaidie tu. Wewe mkewe mjamzito, unaniona mjinga, si ndio? Na huyu mbona anaongea ni kama akili zake zimerudi sawa? Naongea na wewe mwanamke, unaniona mjinga? Alafu na wewe nisubiri hapo. Ungali hapo eh? Ngoja sasa. Kidege, unajua nimepata changamoto kiasi gani kumpata huyu kijana? Unajifanya unajua eh? Sasa subiri. Karibu nyumbani mke wangu. Oh, kumbe ni wewe. Huyo mjinga mwenye umesimama naye hapo nilikuachia tu kirahisi rahisi, lakini kwa Stano siwezi kukuachia, labda nife mara 7, kwa sababu hata nikifa sasa hivi nitarudi tena duniani kwa sababu ya Stano. Huyu anaona amenizidi ujanja, ila hanijui. Itabidi nimeongea na waliokufa wanielekeze jinsi ya kupambana na mchawi kama huyu. We bro, mbona mbio, kuna nini bro? Hamna bro, ni mazoezi tu kiasi, ila jua ndo inanilemea. Ambie lakini. Poa sana bro. Jonjo. Safi kabisa. Hata usihofu, mimi niko fiti. Sema tu ni mazoezi. Kama vipi? Lakini hata usijali. Enyewe ndio yule mpenzi wangu anakuja. Na ule si ni Hopu, bibi ya Kidege. Mpenzi, nakutafuta kule kumbe huko. Sawa basi, twende zetu. Shem, mbona sielewi mimi? Nini uelewi hapa? Na unataka kuelewa nini? Ukielewa utafaidika na nini? Hope shemegi yangu, si wewe ni mke wa rafiki yangu Kidege? Sasa huku unafanya nini na huyu mtoto wa mjini? Siku utakayojua kufuata shughuli zako, hiyo ndo siku utakayojua kwa nini mpaka leo paka na panya hawajakaa chini na kumaliza tofauti zao. Hiki kijiji kina shida sana, yaani kila siku mapa yanatokea tu. Kupewa Bwana walokithiri choyo, wasifanya wache kupambana. Binadamu wazoe ndivyo alivyo. Bibi, kuna shida. Nataka unipe uwezo wa kutambua mchawi kabla hajaja kunidhuru, na nitambue matukio kabla hayajatokea. Nipe uwezo wa kuiona kesho na kesho kutwa kabla kesho haijafika. Nipe uwezo wa kushinda vita ya kichawi. Bibi, nipe ubingwa ili nizidi kubaki kuwa mchawi anayeogopewa kijijini. Nipe uwezo wa kugeuka mnyama ninapokasirishwa. Bibi, nipe uwezo wa kugeuka nyoka ninaposhindwa. Ya mwisho, nilikuwa naomba unitibie ili tumbo. Nimechoka kubebana na ili tumbo. Bibi.
Unanisikia? Bibi, upo? Mbona kila nikiongelea kusili tumbo unakata mawasiliano? Nimechoka mimi kubana na hili tumbo. Mchawi mjamzito, najua ni wewe. Najua umekuja hapo kumsubiri Stano apite ili umdanganye uondoke na yeye. Narudia tu, nilikwambia ulinipokonya kidege nikakuachia, lakini sio Stano. Nilikwambia kuhusu Stano, labda nife mara 7 ndo hapo siwezi toroka ahera nikaja huku duniani. Hivi wewe unaringa una kipi? Kama wewe ni mwanamke ama kama wewe ni mchawi kweli, mbona nilikunyang'anya mume wako mpaka sasa ni mume wangu? Mchawi mjamzito, najua unapambana sana kutaka kujua matukio yajayo, ila kadri unavyoendelea kupambana ndivyo utakavyozidi kuchanganyikiwa. Mimi huniwezi leo, kesho na hata baadaye. Na amejuaje mipango yangu? Nisikize wewe, sikuogopi. Wewe ni mchawi tu wa kawaida, haunibabaishi. Na kama ungekuwa kweli mchawi, mbona nilikupokonya mume wako na nikakufuza kwako? Nilikuachia kidege kwa sababu hawezi zalisha, na mimi nataka mtoto na binadamu. Kwa hivyo kidege hana uwezo wa kupeana mimba? Kidege, kumbe huna uwezo wa kumzalisha mwanamke? Halafu mimi nilijiingiza tu kwako, lakini sioni faida yoyote. Nilitaka tu kuwa na mwanamume, kwa sababu kwenye hichi kijiji hakuna mwanamume mwenye alikuwa yataka kuwa na mimi. Hauna maana tena kwangu, na sasa nakugeuza kuwa msukule, na nitakuita msukule namba 1. Nifuate. Unafanya nini hapa? Unakumbuka nilikwambia nini? Acha kumfuatilia mume wangu kidege. Na nilikwambia ukiendelea kumfuatilia nitakugeuza kuwa msukule. Haya basi, kuanzia leo wewe sio last tena. Utaitwa msukule namba 2. Mjukuu wa Bikobe, samahani, mimi naomba unisamehe tu. Wallahi tena sitorudia tena mimi. Na nikirudia unifanye vile unavyotaka. Na niko tayari hata kuhamia kijiji cha pili. Naomba unisamehe. Msukule namba 2, karibu nyumbani. Msukule namba 2, karibu nyumbani.